The Gorge ni filamu ya mwaka 2025 inayofuatilia two snipers agents kutoka mataifa mawili tofauti, Marekani na Russia, ambao wamepelekwa kwa kazi ya kulinda sehemu fulani ambapo kuna experiments zisizo zinafanyika huko zamani, na mwisho siku kuna viumbe ambao havitakiwi kutoka huko ndani kuja kwenye ulimwengu. So ni filamu ambayo imeigizwa na Miles Teller kwa upande wa The Worst Marekani, lakini pia Anya Taylor-Joy ameigiza kama Drax huko ndani kama agent kutoka upande wa pili wa Russia, ambapo kuna Twin Towers, kuna tower mbili tofauti hizo, moja ipo upande huu wa bonde, moja ipo upande huu wa bonde, then ile moja anatakiwa alinde kuhakikisha viumbe vipo ndani ya ile gorge vispande. So ni movie ambayo ni ya kawaida ambapo unaweza kuangalia na ukaenjoy. By the way, cast imekaa vizuri sana. Kind of Miles Teller, Anya Taylor-Joy, nimemwona Sob Dirisu ambaye ndo anamintroduce Miles Teller kwenye kazi, akimpa ABCs za pale, na siku yeye anaondoka na siku anauliwa akiwa kwenye helicopter juu. And ni filamu ambayo imejaribu kuwa kwenye genre nyingi tofauti. Imejaribu kuwa action, imejaribu kuwa thriller kind of movie, imejaribu kuwa horror, imejaribu kuwa sci-fi, imejaribu pia kuwa romance movie. So ni movie ambayo imejaribu kufanya kuwa vitu vingi kwa wakati mmoja, na hicho ni moja sababu ambayo imefanya hii movie ifanye vizuri pia. So kwenye mambo yote ambayo yameonyeshwa ndani, moja kitu ambacho binafsi naamini kilifanyika kwa haraka zaidi ni kuwaonyesha wale monsters, wale viumbe sasa waliopo ndani ya gorge. Kwa sababu sisi kwa nini tuko tunaangalia movie ni kutaka kujua what's going on inside the gorge. Kule ile bonde kuna nini? Kwa sababu zinasikika sauti lakini sio katujui kinachoendelea ndani. So wao kuwaonyesha mwanzoni kabisa mwa movie, lisali moja la kwanza la movie, wale viungo walionekana, then siku Levi na Drax wakashirikiana kuwapiga na kuwarudisha chini na kuwaua wale wengine. I feel like ilifanya sasa to yani kile moja kama ameshajua okay, ndani ya lile gorge kuna nini, ndani ya ile bonde kuna nini. Lakini ndio maana hata baadaye Levi anapoanguka mle ndani na Drax anapoanguka ndani ya gorge, tunakuwa hatui surprised kwamba kuna nini ndani ya gorge, kwa sababu tayari tumeshaona tumeshaonyesha mwanzoni vitu kilichopo. Lakini what if wasingetuonyesha mwanzoni vitu viumbe vipo mle ndani ni kitu gani, alafu baadaye jamaa ndo ameanguka, alafu na Drax naye anaruka kwenda kumwokoa, alafu ndo tunakutana nao. I'm very sure ingekuwa very surprising, very exciting, lakini haikuwa hivyo. Kitu kingine, mle ndani wakatoka ndani ya gorge, hakukuwa na sababu yao kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Wanatoka wameingia kwenye chemba hii, street library, wametoka wameenda kwenye chemba hii, ni kanisa. Wakiwa mle ndani ya gorge wanakusana na different masters, lakini hakukuwa na sababu zao ku go around it, kwa sababu mimi ambacho naelewa ni kwamba waliingia mle ndani kimakosa, sio kwamba walipanga kuingia mle ndani. Na unapoingia mahali popote penye hatari, instinct yako ya kwanza ni how do I get out of this situation, how do I get out of this place. Lakini wao wakawa wanazidi kuzunguka, mara wameenda mpaka laboratory, wakakutana na video, wakaplay za wale madaktari wanaonyesha stu experiments zilizofanyika back in the days, wapi walipofeli na nini na vitu kama kitu ambacho I don't think kwamba kwenye normal sense watu ambao wameaguka kwenye sehemu hatarishi kama ile walipaswa kwanza kufuatilia vitu kama hivyo. Kwa hiyo imekuwa ni kama ka adventure fulani pia mle ndani kujua what's going on, kuna nyumba, kuna nini na vitu kama kitu ambacho I don't think that should be the out of fun. Kingine ni kuhusiana na vile viumbe ambavyo viko mle ndani, wale the creatures, the monsters. Nina maswali mengi sana kuhusiana na wale monsters. So cha kwanza ni why do they want to get out? Kwa nini wanataka kutoka nje? Hicho cha kwanza. Lakini cha pili, mbona kuna wengine bado wako chini mle and they don't want to get out? Kwa mfano yule mmoja ambaye alimkamata Anya Taylor-Joy, alimkamata Drax akamfunga. Unamwona hakuwa na haja ya kuondoka, alikuwa na farasi wake nadhani, anapita anarudi, and alikuwa na nguo kama alikuwa ni kama mwanajeshi, kwa sababu ikumbuka kuna jeshi lilitumwa liende kupambana na wale watu wote mle ndani ambao waligeuka kuanza kubadilika na kuwa kama mamiti, kwa sababu siku ile experiment walioifanya ilivyoenda wrong, kilichotokea baada ya tetemeko la ardhi kutokea ni kwamba wale viumbe wa kawaida wakaanza kuingiliana na miti, yani mimea, kama sio unakuta mtu yupo na mizizi au mtu una sura ya mtu na nini kitu kama hiyo. So point yangu ambacho ngoja nikisema, cha kwanza wameishije mle ndani kwa miaka yote hiyo, kwa sababu kumbuka hii inaonyesha ni baada ya vita ya pili ya dunia, kwamba ni experiment hiyo ifanyika enzi hizo. So mpaka miaka hii imefika leo, miaka 2020, wameishije miaka yote hiyo hao viumbe mpaka leo? That's the first thing. Ikumbuka mle chini kuna hewa chafu, hamna vitu vingine vyote na vitu. Je, wanakulana wao kwa wao au walikuwa wanakula nini? Kwa sababu wale watu wa kulinda pale walikuwa ni wawili, which is very weird also. Unaikaje watu wawili tu kulinda the whole day? Now cha pili, walikuwa wana what do they want? Kwa sababu kuna wengine walikuwa wanataka watoke, waende wapi? Ili weje. Na wakiwakamata lesi au wakamata wale, wanataka wafanye nini? Wawale au wapi? So na maswali mengi pia about those monsters. How do they survive? What do they want?
if we say they are smart, kwa sababu kuna time wanasema those creatures are very smart, then kwa nini hawako make a deal Drasa au jamaa Miles Teller, Levi, then mshiko token na vitu kama hivyo. The CGI kwenye movie, I think tangu mwanzo naangalia movie I was like, na hii ni green screen imewekwa nyuma au blue screen imewekwa nyuma, haikuonyesha kama kuna mazingira halisi hasa sehemu nyingi, na ilionekana kama ni video game, to be honest. Inaweza ni concept pia inaweza kafaa kwa video game, kwamba mission inaanza umepewa mission ya game inaanza umepewa hiyo mission kwamba uende sehemu kwenye post pale kwenye one of the tower, na leader ni siku wala wanakuja wanataka washoot ule chini, ama siku wanataka uingie kule chini kutafuta something, then I think it's good as a game but not as a movie. So all in all, it's a good movie to watch. Unaweza kuiangalia kwa wale wanaopenda drama au romance, utapenda hii movie kwa sababu ya namna story ya kimapenzi ya Levi na Drasa. Wako pande mbili tofauti, ya Marekani na Russia. Wako pia pande mbili za towers, yuko Europe pande ule, yuko pande ule, lakini usiku wana contact kupitia kuandika, wanaonyeshana on contact, wanaonyeshana, ya usiku wanatengeneza bond nzuri. And baada ya miezi mitatu minne wanaamua kufuatana. Levi anaruka kutoka upande huu ndo upande huu ufuata, they have a date, they sleep together and stuff like that. So wana have that wonderful bonding and it's good. So kwa wanaopenda romance wataenjoy hii movie, ila kwa sisi ambao tunapenda action na kuona vitu vina balance na vina make sense, doesn't make sense. By the way, kuna time kule chini, unajua walitokaje kule chini? Walienda mahali wakakuta kuna Land Rover. Zile za zamani, zile Land Rover zile ambazo leo hii mapolisi wetu wanaziendesha zile, right? Wameikuta Land Rover ipo kule, wakaiwasha ikawaka, na wakafunga kamba ikawafunga, wakarusha juu ikawa inavuta kwenda juu. Can you imagine? Gari imekaa more than 50-60 years chini, haijawasha miaka yote hiyo. Wao wamekwenda wameiwasha ikawaka and imewavuta kwenda juu bila tatizo lolote. 6/10. Kama bado hujaangalia movie zangu 10 za mwaka 2024, nimeweka hapo, lakini pia playlist ya recap zangu zote na reviews iko pale huu. Hakikisha una subscribe na Modiflix. Thank you so much. Enjoy.